Welcome to the Struggle Show, and in this episode I'm in JUST, Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology, na tuko kwa Comrade Assemble JUST edition. So tunataka kusikia the side of their story. Campus tukisha kuja, wazazi wana expect huko ukishaenda unarudi kama umeomoka, unarudi kama umepata kazi, in fact unafaa kuwa umeajiri watu wa kijiji. Na vitu kama hizo. Na kama kawa tunajua graduation, basi kama 3 zinaweza kuja kwa graduation, ilhali support ulikuwa unapata kwa mtu mmoja. So, wacha tusikie their side of the story. Kwa majina ni Frederick Ochieng, mnavyojua, na ningependa ajitambulishe kuanzia huko. I'm Nilan. Kevin. Okay, sawa. Maybe a quick fire question to all of you. Are you happy with the courses you are doing? Mmefurahi? Nani hajafurahi? Ndofurahi aje. Like unajua ukikuja kuchagua after high school unachagua course ndio yenye utakuwa unafanya. So that will be itakuwa tuseme relative yako for 4 years, ndio? Uko wapi nayo ama kuna mali ushafika unasema siku poa ama mbele siku nzuri? I feel like mtu kuchagua like when kitambo watu walikuwa wanasema when I grow up I want to be this or that. It's such percentage ya hao watu huwa ni kidogo sana. Every time wanafika campus like ile kitu kwanza kufanya ni kidogo doesn't happen like that. Circumstances and vitu tu zina change, situation na change na kitu kinafanya totally different call. I am here doing what I'm doing here right now, but nikiingia form 1 kuna ile sheet fulani tulikuwa na sign and I said I want to be an aeronautical engineer and saizi niko hapa kwa hii field. So sijui kama nyi pia kulikuwa na mtu anataka kuwa engineer hapa ama sijui mnafanya nini sasa watu wangu? Niko katoto kadogo. Dr. Barbara Atieno. Nyota ilifanyika nini? Ndio natural science. Lakini naipenda, sio ati siipendi. Naipenda. Lakini I wish to be a doctor. Sijui ningechukia zaidi lakini I wish to be a doctor. Mimi sasa ni natural science. Ina si mzuri na si mbaya. Okay. Maybe acha niulize, achana na mambo ya masomo. Tuingie kwa maisha. Nani amekunywa breakfast leo asubuhi? Hamjakunywa breakfast ni wote? Breakfast yetu tulipostpone lunch. Sasa ngoja, how many meals do you do in a day? Ukiwa mdosi sana mbili. Sana? Okay, I was somewhere and one student told me that they eat 4 times in a day. Unajua kwanza tunameva suti hivi na 5. Ndio kuna side hustle. Unajua nini? According to nutrition, a meal ni kitu like is a meal that inakuja ikiwa imepangwa in such a way that inaweza pangwa in terms of how they are being eaten, the combination of the carbohydrates, of which tukiwa like realistic, what we are doing for now as our meal, they are not actually meat. We are doing snacks along the day. So maybe alikwambia we are doing 4 meals, alikuwa anakucountia the number of snacks anakula day. Because Maybe asubuhi pita na maembe, lunch na biscuits. na miwa. Food ni China kahawa, so hiyo ni snack on another way. So in university I don't believe like meals here. Okay, sawa. Hiyo tulikuwa tu tunafanya introduction ya show, now you know what to expect in this. So I'll pick a topic and then we discuss the topic. Our first topic will be relationships. Relationships. Acha, apart from the interviewer who is not supposed to be picking sides, may I know nani ya date hapa?
Okay, kila mtu ako na mtu, si ndio? Inalingana. Before tukuje, we had a life back at home. Yeah. And also we have No, we are talking about your school life here right now. hapa hivi. Ngoja, unamaanisha nini? Kuna ya nyumbani alafu Kuna wife wa home. Kuna wife wa home. Kuna wife hapa hivi. Lakini kepo unajua unaweza sema niko na mtu lakini huyo mtu si wako. So are you dating? Okay, ngoja acha niulize tena. Acha niulize tena. Nani hadate? Okay, no hands. Everybody's dating. How is dating going for you? Okay. Wasichana wamekubaliana hapo ni noma. So their boyfriends, wherever you are, if you are seeing this video, mjue they are not happy. You have not performed well, si ndio? Now, tell us something. Najua tukiwa high school. Wacha tu backdate maneno kidogo. Tukiwa high school, tulikuwa tunaambiwa wewe fanya tu bidii. Achana na mambo ya wanaume, achana na mambo ya wasichana. Unaona? Fanya tu bidii uende campus. Huko wasichana wako wengi. In fact wanaume kama umesomea boarding school ulikuwa unaambiwa wewe fika huko kama ni kukatiwa. Unataka dem? Enda huko utakatiwa na wasichana. Nani ashakatiwa hapa na mdem? Mwanaume. Kwa bucket list yangu. Haijafanyika bado. Okay. Ushaikatiwa? Mshaikatiwa? Okay, hiyo ni mambo ya baadaye but yeah, obvious. Kenye iko ni obvious but kuna swali nitauliza hapa. Kila mtu atajibu ati wote walikata, si ndio? Ulikata? Mimi. Kata. It depends. Yeah. With what? Huyo ndo uko nayo sahi. Hapana, ilikuwa tu Actually kama dema nakukatia, utaingia kwa relationship na ile mentality ya dema nikatia hata tukikosana hakuna kitu mtalose. Na sio ndo inafanyikanga hata wasichana pia nasema ati mko tu hapo like ya wasichana inapanga it's natural because it is us who are supposed to. Okay, sawa. So tukakuwa encouraged, tukamaliza high school. Tulijua tukiingia campus mapenzi itakuwa tamu sana. In fact you see tukiwa high school tunaambiwa there are a lot of things that those people are telling us, but what we have to know ni ati wale watu wanafanya biashara, unaona? They have to make you pass because there is something they benefit from. But sasa ukikuja huku unapata yenyewe si hivyo venye ulikuwa unafikiria, si ndio? So hapa kwa relationships, maybe wasichana mnaweza tuambia what do you expect, like cause sisi tunajua mwanaume si sura, si ndio? Mwanaume si sura, mwanaume ni nini? Mwanaume ni wallet nini? Na sisi wote tumesema tu kunywa chai asubuhi. So maybe tell us ladies first, what do you expect kwa relationships za campus? Campus, just campus, achana nini? So like for sisi wasichana tuseme like if you come to find our first love, especially wanakwanga au campus ndio wanakwanga first love, so we tend to like give out the real love and the genuine. Whereas kijana sahizi wana try to figure out shit and like you know hana pesa, hana kazi, anasoma tu kama wewe, lakini msichana ana build a fantasy like there's this thing, this image you create that you fall in love with, rather than fall in love na mtu akorudi. Huyu ndio yuko hapo, huyu hana kazi, huyu ana hustle kama wewe, ama hata sisi zingine tuna hustle like pesa yenye inategemea mzazi ama help. There's this question yenye mimi hupenda kuuliza. Okay, mimi nimedate watu wengi. Kuna time nilikuwa mbaya. Lakini sasa tangu nijitambue, kitambo nilikuwa nasemanga bora uko kwa list, wewe ni player, unaona? Hata kama uko na ume 12 lakini uko jaribu tu hapo top 5, unaweza taja wasenya nataja maboy wake wenye alikuwa na date, unaona? So naweza uliza tu
unaongelea nini sustainability, si ndio, of the relationship and everything is sustained through money. May I ask, what do you bring to the table? What is the size of the table? Okay, you're looking for mwenye anaweza tuseme wote unahitaji nini kwa relationship when we are talking about maintainability? Like I'm saying to you, kuna vile niliuliza mara ya kwanza that nini about and the girl whatever we have, guys, we are bringing. Like me, I have this notion of mine. I think itakuwa better if other people buys it or try to implement it. I think environment inakuwa so cool when you don't strain. Straining means going out of your reach, like you are trying to reach what you can't get. So may believe a man is supposed to bring what he got in his hand. So for example, there's a moment I met a video and I saw it. There's this lady, I compare. Alikuwa top 5. So this lady akasema that a real man lies in 3 categories. Like if you don't have money, if you're not handsome, have money. And if you don't have money, be funny. You get it? So, and ni ukweli, all 3 men will follow in this path. Wale wenye are handsome, some who have money, and those who are funny. So inalingana a man, what do you have? If you are funny, be funny. You're lady. Can you have them all? Yeah? Unaweza kuwa na hizo attributes zote? Yeah, you can have it. Wewe unadhani uko na gani? Mimi. I believe let me give a genuine answer. Give a genuine answer. Why are you hesitating? So far, let me say, I got no money. No money. Lakini you're funny. Okay, ngoja. Mbona umesema ati uko funny? Unajua there were 2 more options. There were 2 more options. You said that either ukue na pesa, ulete sura yako hapo watu wakuangalie. Something to note. Ngoja, wewe unajua umechaguliwa. Amekuchagulia. Like this, siku like let me add something. So umesema like kuna venye unataka kuuliza, kuna moja tumepewa. Haya. That's a kind of sensitive issue. But me venye naona something to note. Whenever my wife is, even you know. Wife? Yeah, my wife. My lady. So, but me so far I can confess that I'm truly speaking, like honestly. In all the relationships in the tour, I've never approached a lady. I've never approached a lady. Sisi tunateseka kama Never approached a lady. Hata mwenye niko naye current. Sasa unajua uko na nini, ume-dedicate something to somebody, si ndio? But these people wako wawili. Okay. Acha tuachane na hiyo story. Umesema kuna nyumbani na kuna so hatujui unaongelesha nani. Okay, acha tuachane na hii story. Maybe one thing unaweza sema relationships is there, acha niite love, unajua sipendi kutumia the name love juu maybe haiko. Is there true love in campus? Just a yes or no question. There is. I don't believe so. Kwako? I don't believe. Uamini? Lakini partially there is a time kuna like alifambia ati alidate a campus student. Walikuwa campus pamoja from first year to 4th year and now they have kids together. So yeah, tuseme tu kama iko ni 20%. Do you believe in love? Wewe kwanza uko na watu wawili. Not really, like not really. Kuna home. But wa home ndio wako peke yake. Kitu hicho ni I believe kulingana na ideology in around all the like university, typical university. Anyway, same as like no love, but kuna some kind of love. Let me interrupt. Tell us something. Okay, chances
What chances out of 100? 15. 10, 15 Mm. yeah. Okay, ni sawa. Unajua due to time tunaweza ongelea hii topic hadi hata kesho. But let us jump into another topic straight away. Nani ajailala panja? Kulala njaa? Hujailala njaa? Unajua ngoja before tuongelee mambo ya kulala njaa. Know the difference between fasting na kulala njaa. Unaona? Fasting ni ya kujitakia. Alafu kulala njaa ni hakuna options, ndio? Nani hajailala njaa? Hujailala njaa? Hii story si yenye. Hujailala njaa? Hujailala njaa? Hujailala njaa? Ni God. Ngoja. Hujailala njaa? Umelala njaa? Okay, tuseme hawa ni watoto kwa hii story, sawa? Tuseme hawa ni watoto. Maybe tuambie nini ilifanya ukalala njaa? Hiyo ni kwa mtaa kwa home. So the day wenye bora alishia kwa matanga. Then basi mimi na siblings baki hapo. Home pia mko vile na alishia hata hakusema tena. Hakusema atarudi. The exact time atarudi hakusema. So mimi okay kwa familia yetu wanajiona kama anapenda resources sana. Pia kwa ubali. Ulizaliwa hivyo. Kwanga weakness yangu. Mimi nikiwa njaa na kwanga. So ikafika some point tulifika dunia siku nahitaji debate hiyo ya siku na tunaita pia nikiwa kwa village mtu anaenda anachota but sijui ni nani kwa siblings yetu alichota na mkono ikaribika. Sasa sisi tukazungumza at least we can skip lunch. You hatukuwa na option nyingine. At least we can skip lunch ili back to sort. So si kila msee ameenda tu errands zake. By that time hatukuwa na mambo za stima sana. So tulikuwa najua zile taa za kitambo zile zenye una wipe to glass alafu na mwaka paraffin hizo sasa. Sasa hivi tunaumia hapo. Nikaambiwa niende ni akije na taa paraffin nikapo juu ya table kwa makipo hapo. So number one thing hizo msee ame mkono ina kaspoil na mimi juu bado kuna sigiza imeingia sijakisha taa. So na niko zile za struggle kusaka mafuta. Nakwambia siku ilikuwa mrefu sana. Basi okay, uko na siblings wakubwa, they are capable of kukupiga. Na kufanya makosa. So unajua nimejua ile makosa ya Jota na kumwaga mafuta. Nikwambie nani ashailala njaa umepigwa na hujakula. Nakwambia hiyo experience. Hautaisahau hiyo. Okay, so what I can say, you people, you are yet to know life. I think even my cameraman can agree. Unajua sisi ni watu wenye tushasoma. Sisi tushamaliza shule. But njaa ni real. And I pray for you one day you come to experience that. Not in a bad way. Like mjue tu yenyewe kukuja class haimaanishi ati watu wako sawa. Tunakuja juu we have to attend that class. Unaona? And I can say tulifanyia interview Denisho Doyo wherever you are. Nataka maybe come out and tell these people that hawajaona life bado. Because Denish alilala njaa for 1 week, akafaint kwa nyumba yake, akaamka
Unaona? Una faint na baada hakuna mwenye anakupata. 1 week. 1 week. Mwanaume sio? Aka faint akaamka. And then hii ilimfunza nani anajua kutumia please call me Airtel hapa? Amjui, si ndio? Iko 10. Wao wanapeana 10 si kama Safaricom 5, lakini the process is very tedious. So nyinyi you are yet to witness. Because mimi naweza waambia there was a time nimekaa kwa nyumba yangu, mimi nimesomea Kisumu na tao kuna joto mbaya sana. So I didn't have anything to eat. Na ilikuwa for a while like sasa ilikuwa my second day. Ni sasa nimeshalala njaa back to back. Then naangalia hivi. Unajua kaa uko njaa hata nini vyombo huoshangi. Unaona? Juu hauna hiyo time, hauna hata nguvu. So naona panya fulani inakuja inatokea, inaingia kwa nyumba. Alafu inaangalia hiyo sufuria. Do you know what I was thinking? Yeah, ilikuwa kubwa ingenitosha. Alafu ilikuwa proteins, Ningeshika ile kitu nichinje, nikule. But you people are yet to know. Watu wanalala njaa hapa nje. Sitaki kuingilia kwa story ya njaa sana kwa sababu maybe just go to the struggle show and watch. I think the phrase yenye naanzanga nayo ni venye mtu anasema ati alilala njaa. Kuna mtu alienda kapika kuna mboga za ng'ombe na kuna za binadamu. Alienda kapika hiyo ya ng'ombe, alafu akaeka maji mingi. Sasa nakunywa hiyo supu kama chai, alafu hiyo mboga nakula kama ugali. Njaa. Njaa ni mbaya. So huyu afadhali ako na experience, but I pray for you one day. Nimesema si ombi mbaya, like mkwetu na experience. Experience is the best teacher. Yeah. So sasa nyinyi hamjailala njaa iko inama mnasikianga tu. Maybe wacha tuende kwa topic nyingine. Which people are supporting you? Unajua mimi nikiwa high school, family policy yetu ilikuwa if you cannot borrow your mom or dad, don't borrow anyone else. And that's how I grew up. Sikuwa ienda high school ati napigia, hata nikiwa campus ati napigia mtu kama nalala tu njaa ile yenye like sasa najua niliwaomba last time nikatumia vibaya, lakini sasa itabidi tu this is between I and my stomach. Unaona? So maybe nataka mtuambie, are people supporting you being here? Not all that should support you are supporting. And how do you go about it? Are you holding grudges? Unasema ati maybe siku moja nikipata kazi wataona ama at first mimi wakati nilikuwa nakuja hapo first week second week third week I report like two persons. It was my mama and my papa alone. Then comes this time where your mama and your papa got nothing, alafu anakwambia just figure out a way. After this jingine umaliza hiyo mambo. Baadhi hata wanakulizanga na umeangalia ID yako vizuri kaa iko ama umeshapoteza. Just remind you like you are Ronaldo. Like you are Ronaldo. So at first I nilikuwa specifically to my mom and papa. But now I know the importance of extended family. They have a lot of advantages to everyone. Love your relatives, your good person. Anybody else with something to say there? Kitu tunaweza sema hapo kwa kusupport nayo na like kuna very people wenye wanafaa kuwa wanakusupport kama bado wako alive. Your dad and your mom. Lakini nafika say that unajua wewe kama comrade mimi nataka ukule maybe 150 per day mpaka kutumia tao, unajua amejua hiyo pressure all month. So wewe uko hapo comrade unafaa kutafuta ndio survive. So sisi kama comrade tutafai kuangalia like our parents ama watu wa support sana. So that we can get people who can pay for us fee who are our parents. If they are capable, let them do their part. Lakini hizi ndogo like food na nini, kuna extended family tunaweza omba wa aunts and uncles. Lakini nakwanga kuna watu wanakulipia fee na watu wenye wanakuwa busy on doings and their results in school. So unapata kuna mwenye hapa kulipia fees lakini tunaleta exam hivi kwa performance. So unaona hii ina creating grudge between you and the other person of the family. But me I prefer if you're supporting me nikiwa high school, unafaa kujua the way I perform. Kuna venye unaweza niambia nitumie results yangu ndio kwa hapo hivi nitumie hata 50 ya school ama nini.
Naomba 50 ya sukuma yote, 50 yote ya sukuma. Uko na anything to say? Mimi hapo I think personally in the face I'm someone who was raised by a single mom. That passed away some few years ago. Less. So actually there's this point you really need something. But this something unataka itoke from your mom because you can't think of any other person. My uncles yes wako, but umejua kama for example kama mtu anataka kusupport utasema huyu this one is in. So mimi actually hapa campus niseme 90% of the support kutoka kwa mama, alafu 10% imetoka kwangu njia zangu za kujitafutia. But then kama amecontribute na kama wamecontribute basi 3% of my sustainability here. This taught me a lesson that you can survive on your own if you really want to survive. But kama unataka kusurvive utalini because first hakuna mahali imeandikwa that ni a must au relative wako lazima waanze kusaidia. If anything it is only your dad mwenye amefanya mkakuwa related na wao. What if in my case mimi mwenyewe sina dad? Dad alishaenda. Relationship then imebaki kati yangu na wao. My mom alitolewa elsewhere. So yeye hata kwa blood you see that? So that makes you ukwe na ile mentality ya if not my mom then can I do it alone? And that is how nimekuwa nikisurvive. Actually mimi ni msee mwenye anatumiwa na hii na balance nayo from Sunday to Wednesday the following week. Good. No, not lies. Let me tell you something. Unajua, acha niwaambie from experience. Mimi nilikuwa natumiwa tao, sawa? Ngoja sikia. Nilikuwa natumia tao per month, sawa? Na hii tao per month naishi na bro na sis. Unaona? Naishi na bro na sis. Na tunaishi na tao per month and we used to live. In fact, unaweza pata leo naye majamaa ilifikanga time nyingine sitangu ni mkubwa wangu sasa. Ako na ideas, unajua yeye ashamaliza kampo. Na bado mimi hiyo time nasoma. Ako na ideas, akakuja na idea fulani akasema, sasa juu unaenda shule na mimi shule zangu ni classes zangu ziko only on weekends. Hataki ukae njaa sana pia. Sasa wewe fanya hivi. Enda kwa shule, ingia class. Ukishamaliza class, toka. Usiwe kwa hiyo shule na usiende shule before saa class. In fact, sikia mwalimu ameingia class ndio uende, unaona? Sasa tulikuwa tunakula breakfast, tulikuwa tunaunganisha na lunch. Sasa tunaenda kununua ile githeri ya 60. Sasa kila mtu anakula mbao, si ndio? Githeri ya 60, kila mtu anakula mbao. Na si ati ilikuanga mingi. Na ikaanga tu vizuri. Then ikifika kesho kituka saa 5 hivi. Saa 5 ikinipata nje ilikuanga noma. Hiyo saa 5 naenda tunakula hiyo kitu. Then tunakaa tu hadi jioni. Tumerelax, like hatuna activities. Sisi tuko tu kwa nyumba, we are preserving energy, unaona? So kusema ati bana mtu anaweza survive na Mtu anaweza survive na because like kuna mtu anasema yeye ilibidi aibe, juu hata sasa hiyo hakuwa nayo, unaona? Alikuwa anasema yeye akona watoi na washakanja for some days. Alikuwa na unga fulani anapikia uji, ingeza tosha ugali for 1 meal, unaona? Lakini sasa kama mama alikuwa anafikiria acha nipikie watoto uji wa kunywa, then mimi acha nikae njaa. Sasa akasema ilifika time nyingine, siku nyingine amelala usiku tu saa 6 hivi,
akaamka alafu anafeel nika, so huyu madhe anasema ati anafeel nika nyumba inazunguka na yeye, so akaamua kama mbaya kulikuwa na si mnajua misheveve ni wote akaenda huko nje akachuna misheveve, akaenda kaiboil hivyo, hakuna chumvi, hakuna mafuta, hakuna kitunguu wala nyanya, akaiboil hivyo, then akaiweka kwa vikombe wakakunywa na watoto wake. Alafu you see the Bible says for the poor person even what is bitter is sweet. Anasema alienjoy hiyo kitu mbaya sana. Alienjoy mbaya sana. So watu wengine wanaweza survive bila pesa. So inaweza kuwa pesa mingi kwa watu wengine. Ukiambia mtu mwingine ulikuwa na survive 1 week na so jamaa anakushangaa tu. Lakini hao wamekushangaa ulikuwa na survive na so 1 week, unaona? So the thing is pia tunafaa kujua ati hatutoshani. Unaona? Lakini hiyo inawakumbusha kinasema that in this life you can survive if you want to. So ukisha build kwa akili yako ati so ni wengine less years. Huwezi survive nayo. Chapa na wiki mzima. So the thing is that but for girls pia inaeleweka. Wao pia watatoka zile za ile na kukula sausage. Na wanaume na nusu ya sofa. Wanaume wana feelings ya chakula, si ndio? Hiyo imeleta hiyo topic ya kwanza ya relationship. Unaona hapo mama amekutumia so kwa pia kwa hapo anatamani kunywa juice leo nini. By that time uko na so. Sasa unataka kubalance relationship na ikukula ama utafanya aje na unataka umfurahishe pia. Sasa inaleta challenge. Okay, maybe I think tukiwa shule kuna huyu jamaa fulani, that person had money, alikuwa na pesa. But alikuwa rafiki yetu because tulikuwa like tuna vibe tuna ule jamaa. Hakuwa na dem na sisi tuna date. Yes, slogan yake ni kwanga tuambia Morio huku, you can put that in quotes, ndio? Ambia Morio huku. So by the way hizi vitu najua, just take your stand, jikubali mwenyewe kwanza. Ukishajikubali then vitu zitakuwa rahisi. So maybe naweza ongelea kitu kingine like what did you expect ukikuja campus? Then najua hapa kila mtu akona list, si ndio? Just mention, usifafanue. Wewe mention tu ulikuwa na expect nini? Acha tuanzie huko. Mention tu. Nilikuwa na expect like better. Compared to life in naona. Yeah, tupatie nini life in first. I had that mentality. Okay, nikiwa high school, so tunakuwa prepared psychologically. To face life ya campus. First nisema walikuwa na hype campus. First unaambiwa okay, ukiwa high school umefinywa na unaambiwa huko kuna freedom, that is one thing. Then ukisikia DMC anapewa okay per semester anapewa over 30,000 kitu wanaita help. Uchamoka. First, utakuwa na do per semester. Semester ni only 3 months, 30,000. Expect freedom. Okay, for us when you are some boarding schools za boys, tulikuwa tuna expect na tulikuwa tuna expect ya okay, first time tunakuwa exposed to life, tunajicontrol. But hiyo ime turn out kuwa contrary. According to my clinical side. So I think the expectation yenye nilikuwa nayo na yenye na life na experience side ni tofauti. Maybe tell us what did you expect? Pesa. Sasa hiyo ungekuwa na gari, si ndio? Nilikuwa na kwanza vile nilitoka nikiwa huko bado high school. Naambiwa tukiingia campus lazima uingie na simu. Wow. Alafu kitu nilikuwa na expect hakutakuwa na breakdowns. Nikikuja tu hapa nafaa kujiangalia. My well-being, nafaa kula vizuri, nafaa kujilinda. Pesa ndio yani I just survive. I'm not living, I'm surviving ndio kitu iko. Maybe tell us expectations. So kitu tunaweza sema kitu nili expect to ikuwe campus tena in high school
ndio kitu na face sahi hapa. Nilikuwa naambia umejua ukiwa high school ulikuwa unatumia pocket money nini, lakini hapa nimekuja hapa like unaweza nikawa umeassume you're a grown up, you can survive on your own. Sasa hii ni campus, we expect real life ingine ya kujitegemea. Like what I'm seeing right now. So what I can say is that what I'm getting right now is what I expected of this. Naona kama like campus si issue kubwa. Like nilishazoea before nikuje. So nilisema tu let me go and get that thing that is there. Huyu alikuwa exposed in the right way. What about you? On top of the list, nakuja nipatane nayo madem. Nasi tuko na madem hapa ama. Sasa hapo kwa madem ndo issue like why to the madem I tried 1 2 3 very corner for my well being. Then you pick a hell out of myself. Stay safe. So we are feeling like a lot of things happen. We expect. But one of the expectations we go and expect that yakuwa naenda kama road trips. Nani anasponsor hizo vitu? Like even I knew nilijua hata kama itatoka out of my pocket. Ni kitu lazima itakuwa. Na imekuwa kweli. Unajua sasa shida ni tumekuja kila mtu anafikiria vitu zake au fikiri venye mimi nafikiria. Alafu another thing I expected a lot of drugs around. But by the way, that used to be one of the prayer requests of my mom. When that boy goes there, asharibike Mungu wangu. I still remember the prayer my mom gave me when I was studying around Katabasi. And it has still got drugs in capital letters. Up to now, the drugs in my finger now. Kuna these I think HIV thing. But so far no different because mainly nilikuja university. Like I can say I didn't have a lot of expectations because I believe when I was graduating from primary to high school, I had a lot of expectations. I expected like the Mangu where there's mega hall, you know. But only to find myself somewhere around the Nyanza, to be specific about it. Again. Yeah. Nyanza again. Yeah, where we used to run around like bocos and everything else. So, nilijua tu the same will happen. Like my expectation will be like different, like will differ with reality. So nilikuja kama nimerelax, nikasema ndatulia kwanza naona vile life itampa. At least it will affect sana. Unakuwa hyped. Okay, mimi nikienda shule hata sikuwa na expectations mingi because mimi si wa kwanza kusoma. Mimi si wa kwanza kusoma kwa familia yetu. Wazazi wangu wamesoma. Mimi pia nimepata sister yangu ashasoma. So maybe expectations zilikuwa za wazazi hata si zangu. Mimi nilikuwa natumwa tu mimi messenger enda huko. So when tulifika the first day tukiwa kwa line admission, there was this girl alikuwa nyuma yangu. Sasa unajua mzai wangu ni mtu wa connection. Hatukawiangi mahali sana juu anajua kila mtu kila mahali. So akapigia mtu fulani simu akamwambia tuko kwa line, naomba utukatize. So there was a girl behind me. Huyo dem tukaanza kuongea na yeye. Sasa ile yenye mzee ashapigia ule jamaa, tukaenda mzee akarudi huko place tulikuwa kugadi vitu zetu. Then nikirudi mzee ananiambia huyo msichana alikuwa ananiambia ati nimpatie namba yako. Sasa ile yenye
to shorten this thing, mzee wangu alifurahi sana. The first day nimeingia na ndo hiyo nishakuwa na rafiki dem, unaona? Anyway, kuna nini kwa familia kama zetu, they're always free, unaona? For example, ningekuwa na dem wangu hapa, angesema ati introduction ilishafanywa tukiwa bado tunasoma kitu kama hiyo. Okay, acha tuachane na hayo. Unlike you. Unaona sisi tuko na, we had a lot of freedom because mama yetu tuseme kila mtu ameenda campus, unaona? And everybody says they were teens once, unaona? So just find your own way, unaona? Bora tu isikuwe ati at their expense, ilenye mtoto wenu amefanya hivi na hivi, so kujeni mfanye hivi na hivi, unaona? Let it not be at their expense. Kama unataka kama unataka kwa jambazi, kwa tu as long as you can bail yourself out, they don't have any problem, unaona? So even ndo si tuliishi. So maybe tukimalizia the show, may I just ask guys, is the future bright? Is the future bright? It has to be bright. You must force it to be bright. Unajua it may. Yeah, unajua kulingana na vitu zenye mnaona saa hizi, it is saddening that one of your fellows ameuawa mahali, si ndio? That's what's all over your media platforms. So unajua, we just have to take care. Nilisikia, okay, I don't want to make a joke out of it. In fact, I'm not making a joke out of it. Nimeachana na hiyo story. Inaweza fanya mimi ndo nitupie mawe, unaona? Acha tu hiyo story ishe. So maybe you guys just take care. Maybe nataka mwambie, in fact mimi hata mjateseka bana. Mimi mjateseka. Nilikuwa nataka kusema ati mwambie our viewers something, na nataka sasa our viewers mwambie watu something. I have a question. Who are our target audience, baby? Our target audience, tuko na university students wenye wamekapitia, unaona? Tuko na watu wenye wanakuja university soon. Wakuja wasikie siku nini, like hizo vitu zenye mnaambiwa hapo na walimu, mpite mtihani nayo mpite tu. Kupita mtapita, lakini siku poa vile venye hapa watapitiwa, si ndio? Okay, ngoja. Ati wasionyeshe wanapitia. Hawa hawajai lala njaa. Tunaweza sema in juu sati, najua portal application imefungwa, lakini kuna hiyo second revision. Siwezi discourage juice is a good place. Tunaweza ambia watu wa apply juice. Here is a good place. Nasianga watu wanasemanga hii ni Ushago University. Actually wenye wanasema tu ni Ushago University, lakini they are good things. Na brains, good minds. Maybe niulize, kuna mtu akona side hustle hapo? Wako ni kina nani? Unasema uko nayo. Kila mtu mko nayo. What are you doing in Africa? Nafanya na wasewa wifi. Si niliwaambia you must survive if you want. You can do good networking. Sasa unajua shida ati uko shule. Hatuwezi kukutoa shule, but maybe hapo kwa inaitwa aje? Hapo ngoja. Niliuliza cameraman swali, kama anaweza rudi year 1, kama mtu mwenye amemaliza shule, anaweza chagua course gani? Unajua alijibu nini? Alisema tu yeye kwanza, hata kama ni kurudi shule, ili wangembalia tu hiyo pesa anze biashara, unaona? Sasa maybe umesema tu unaweza fanya good networking. Unaweza choma cable vizuri na not actually kuchoma cable, but venye nimesema na nafanya na wifi. So sisi kazi yetu mostly nakwanga ku market, which we are good in that. So uko kwa the nini, we tuseme uko kwa the soft aspect of the field. Okay. And what about you? Mimi sifanyi side social yote. I think
wazazi wangu ni wale nilikupeleka shule sema. Nataka usome. Usipeleke maisha mbio. Kuna kazi itakuja tu. Kazi itakuja yenyewe. So anytime nikiwaambia, hey mom, nateseka huku na I'm depending on you guys. Inaweza kuwa ngumu on your side. So TV Barbara wacha. Kama ni hivyo tunakutumia. Kama ni hiyo tu nataka tu ya sapa. Niko na suna kutumia. Lakini no kazi hapana. So yeah. What about you? So mimi actually I'm running a shop. Running, ngoja. Naweza fanya kazi naweza usha duka. I'm waiting for your question. Ngoja, running as in you are the manager. Unajua kuna difference kati ya manager na mwenye ameanzisha Tunamaanisha duka ni yangu. So mimi ndo like nimetafuta mtu kama niko shule anakuwa hapo. Mimi kazi yangu ni kwenda tu. Huyu anaweza acha shule juu hiyo kazi. Okay, this guy huyu jamaa akona duka. Duka ya nini? Duka niko na vitu za duka tu, hizi vitu za kama hizi niseme vitu za duka tu. Then there is a place of the food stuff, then there is a place for clothes na hizo macrops. Jamani ama au ni sio msichana na kofia. Sasa amesema late. But we'll talk about it behind the tent. Okay. Guys amenyakuliwa. What are you doing? Me so far say guys, to be honest, niko na side hustle mbili. One is paying, another one is not paying. What are they? Let me start with the one that brings something on the table, as lady have said. My first one is mimi na sister ndio Patrick. Sini wale watu wa Mbwembwe, we market. Salesman. We are salesmen. So we are selling Wi-Fi, but we are looking up to like our next step. Tunategemea by the time tunafika second year, we sell insurance. So anybody, just find out. Kama unataka kuuza kitu, hata kama ni demo wako kuja uzia. Hata kama unataka kuuza anything. Anything. Alafu ya pili kazi ya sada ya pili Kenya alipi. Kwa sasa inauzia watu uoga. Guys, so ukisikia tu uko so confident, unataka kubai uoga kama very affordable. DM. What are you doing? Okay, naweza vitu za cost. Za cost unatoka Coast? Okay, ni sawa. Unatoka wapi? Unatoka wapi? Tuache we save that for later. Okay. Sawa. Naona tuko hapa na nini? Mtu mwenye unajua hapa labda kwa hii group kuna watu wanapita more than 5 counties, but sasa tuko na mtu mwenye anatoka almost abroad. But almost. Okay, so guys, thank you very much. Si hata nyinyi mmeona mna kitu yenye mnazaambia viewers. No, anze ukomeze ukisema. Okay. What do you want to do? Yes. Kwa ni wanakuja. Kama kuja just expect in every level yenye inasonga. Kumbuka kuna new challenges. There are new challenges you need to face. So, usije hapa na close mind. Even though you are even though you start to fear. Kumbuka human beings specifically with and in campus you need to do that. Because tunakuwa processed, tunakuwa manufactured for the life out there. You think you can have it. Soon. Okay. 10 years. Okay, thank you. Thank you. Underline hapo amesema usikuje hapa. Usikuje hapa na. Si ati usikuje hapa, usikuje hapa na. A closed mind, tell us something. So me I have like to tell this guy. When you mnakam, just know that ile kosi kuchagua kama ukuchagua na kuchagua. Have something in mind that your fate chooses you. And it is not choosing you, it is being chosen for you. So you can't choose your fate. So accept what you got in your hands and come with it. Second stuff is don't be over expectant.
over-expect. You know, it can affect what so far is you over-expecting in life. People do engage in marriages, relationships, everything. When they are over-expecting it to find that it is not what they thought it was. So lower your expectation. The last thing is, you can survive when you want to survive. Thank you. Okay, tell us something. What I can say, unajua sahi kwa mentality kwa generation ya sahi, watu wanajua like student wanajua the main thing wameweka kwa mind kuja campus ni to enjoy life. What I want to say kwa watu wanataka kuja campus ama to our viewers too. Tunakuja campus with the main reason. So like hiyo course ni tunakuja kufanya kupasiu. Hiyo ndio course determine what will be in future. So tukikuja campus kwa China mentality ya going there to enjoy a lot of fantasy, enjoyment and all that. Just come to campus with one mind that we are coming to learn. This is also a learning institution. So tuje campus tukijua kitu tunakuja kufanya so that tusikuwe na issues mingi. One thing and it's short. What's a kimbelembele? Hey. Warning. What's a kimbelembele? That's it. Maybe what I can say yenye imeniumiza so that isiumize any other person. Don't have a fix. What do you fix your mind on? Okay. Okay, you are expecting something na umeka akili yako ati Lazima uipate. get an option. Don't have a fixed mind. Get an option. Because it is this option that will make you survive. Only if you want to survive. Don't have a fixed mind. Then before tumalize, what I want to tell, maybe let me talk to girls maybe. Nataka kusema hiyo kitu nimesema kutoka asubuhi nilikuwa nikisema jibu incident yenye tuko nayo sasa hivi. No, if you're a girl, kuna hongana mentality ya like second year size. I hope kuna second year. Like second years wanaka comment like you nataka ku date mbapo. Mtakuwa na pesa. Want to date someone who has a wife who can take care of. Anaweza take care of wife sasa mimi pia kama mtoto. What I want to say because kama wewe ni second year hapo maybe tafuta tu hata second year ama kama umeenda sana utafuta hata first year. Hakuna kitu tunakuja kufanya kwa ameenda ama kama amerudi. Lakini better kama usitafutane guys. Unajua kudate kama baba mwenye wako na mentality inaitanga issues nyingi sana because utapata ule jamaa ata expect yeye ako na bibi ataki kuona wewe una cheat. Ataka kuona wewe uko hapo hiyo time anakutaka ni unakuja. Then maybe utakuwa naye maybe achukue simu yako na go through a party na cheat. Itakuwa na vitu mingi. Sasa why cheat? Umejua kudate Lakini kuna tu baba zingine ni wazuri. Kuna pesa, wako na pesa lakini they want to waste money. So mimi mtu akinitumia tu confirmed, mimi siwezi kata. So amekutumia hivyo ama amekubikia appointment. Unajai meet online amekwambia kuja sala Kisumu. Kwa kubook appointment, block and delete. Okay. I think to our viewers kama unataka connection. Connection? I don't want any girl from this place to get a connection. Okay. Can I say something kwa hiyo tu before you conclude? Kama kuna wababas wanatusikia, please give us our personal space. Market wanarimu market. Yeah, and also our mom back at home. Be strict on those men. Kuna kwanga na hii swali niko nayo. Sasa yenye wababas wanaenda kwa club na wasichana wadogo wanachanga mabibi wapi? Basi mabibi pia waende watafute wanaume. Tuko meeting somewhere. Hiyo meeting akona na mpower juice secondary ama first year kuna meeting. Okay, in our society, kwa hizo za tuko. Kama wababa they are people. The society wameka kwa akili that they are ever busy. Yeah. So is their wives. They have that akili. So akikuja letu kwa nyumba alikuwa na some errands. Anarana. Kumbe anarana mtoto wenyewe. Aquarius na mtoto juice. Unaona? So hiyo ndio kitu inafanya wajikute huko kwa mama. Na sasa utapata au makoro wetu wenye wako na
baba Mm. washaika kwa huyu kama ni ako mali fulani Mm. then uwe mai kumuuliza if she's providing everything. Yeah. Okay, I see nini hapo the girls are very relaxed kwa hiyo topic. Haiwasumbui akili. Lakini wanaume wana hii story. Okay, so maybe what we can say kila mtu ashughulikie tu mambo yake, si ndio? No, you're also caring about them. Wanafanya nini na bo? Wanafanya nini na Bana. Zeni zinachukuliwa. Like if you want to date ule kama wewe ni dem, uko 20 years. Unadhani ukipata mama sasa hiyo unaweza kataa? Mimi nipata mama. Okay. Unaweza kataa? With the reason unaweza kataa? Mama. Ana provide like ku provide ati nini? Akiwa license sidhani kana inataka. Unaweza kataa? Kevo sema kweli. Kusema kweli si kama saa hii venye niko 5 away from home. Utapata mama anaweza chukua tu place ya mamangu anijalinga nilishe. Unaweza perform. Performance. Yeah. Guys, me I am sure. Guys, performance. The tool is working. Okay, sawa. Ningependa tutamatishe show yetu juu simu connect zangu. Ningependa tu so tuendelee kidogo. Kwa mama ni kuna nini kwa mama? Okay. Barbara amekuwa shocked nikisema mama nataka. So umesema utakataa. Mimi nimesema nitakata. Tukianza lakini umefikiria mara mbili. Barbara tukianza show. Costa alituuliza ati wangapi hapa wako kwa relationship. If kwa relationship yako ya sahi. Unapata ngoja stop kidogo tu. Ukipata mbaba unaweza kataa? Nikipata mbaba mwenye ako willing to offer everything. My man, I love you very much. But malizia bad. Unaweza kataa? I'm listening. At what point? At some point. Which point are those? Okay, ngoja. Hakuna pesa ya free. Hakuna hiyo sustain. Hiyo kusustainiwa. Lakini tell her something. Let me tell you something. Tell her something. Huyo mbaba is giving you money. Hakuna kitu free. You will have to pay for it. Wewe pia una spend. But let me tell you, okay. Sijika niseme hii. Kuna kitu yenye nakujanga. Hata umeuliza wenye wanaweza accept wa mama wakasema something. Okay. Watu wana accept hizi vitu. Wakifocus kwa lugha moja. Nilisema msikia na fixment. Hii mmefocus kwa do. I really seen something behind that door. Mileage. First, maisha yako is at risk. Do you know that? Forget about the money. Pesa will come and go. Maybe uki lose maisha yako utaacha do behind. Utakusaidia na nini? So kama umeka kwa akili ati baba ni do. My sisters. And it's only that. Kwa baba kuna kitu tunaweza enda kwa mbaba kama si pesa. Mtu ashe ku text akasema tu nakutumia tu hiyo sapa shika. Utarefund, utarudisha. No, mbona nakutumia hakuna kitu behind it. Hakuna reason aswaya anakutumia. Kulingana na side to be honest. Kulingana na economy ya Kenya side. To be honest, everybody even hadi yule mtu ako koma anajua mtu ni pesa kama. So you just know that every coin being given out is not a charity. You have to pay it. But to pay it is not a problem, guys. If you decide to survive, you can survive, guys. No. So ukiamua like you want to eat that money, go with all your mind prepared. If you get to a point, utake like hata sikutaka like utake kuruka deal. That's where the problem comes. Unaingia kwa hiyo relationship, this guy spends on you. Anakuchukia like a project. By the way, we men, we start project. So unafika place fulani wewe kama project unataka kumlet down. And another thing we men we fear is failure. We don't need failure. Yeah. So this is where you see death coming into blackmailing come again. Unapata somebody anajipata kwa sack somewhere in Ngong Hills. Like yo guys. So
once umeamua kuingia kwa hiyo story ya wababa na wamama, just be prepared. How long have you dated your current partner? No, we need the answer. I see it working. So I'm confident about it. What about you? 1.5 years. 1.5 years. Na ndo unaweza msaliti hivyo basi. I know you know me very well. I know me. Haikumaanisha kusema How mine is complicated. How complicated? Because It comes and goes. Because since I joined campus, I've dated more than, let me say, 6. Hey. Sasa sijui kama inaitwa dating au inaitwa naona sikongi na bahati, sijui mimi ndo sikongi na bahati. Like ni 6 za uchungu. Si 6. Like mko na dem, kila kitu mnashare, everything mnashare equally, balance your stuff and all that. Inafika tu point yenye wewe unaamua tu ambie dem na nataka break, kama dem ndo anakuambia hivyo. So currently dem wangu sasa hivi iko naye na maybe 1 month. And yeah, venye naona I'm confident. Shida ni gani? I'm confident about this. Naona kwa hiyo niko sahi sioni kabisa itawork. But we are praying for. We have been praying for this. Some of us wamesikia 1.5 years. Maybe kuna shida maybe. So like me to be honest, like mine is a bit, I can't say Complicated. But is this? Wife were home. Yes. Situation ya For Solomon. more than 5 years, more than 6 years. Hiyo ni relationship kweli. Yeah, I think sahi ni married ni venye bado tuja decide. Officially. Maji itaanza kuflow when that. Yeah, but hapa shule I think I'm like, you know, I don't like one of my problem is yani kitu nimezaliwa nayo naturally is I hate duplicate. Like in short, I hate fake stuffs. You can't find me with a fake shoe, fake clothes. Like, yeah, if I see something fake, it irritates me a lot. So also applies in relationship. I fear fake. How long have you stayed with that girl when you were shule? Shule? Oh my God. Ule alishaenda. Alienda? Like, anaweza sema, sahi nikaa niseme. Mliachana. Yeah, ilikuwa ngumu kusema. But village sorry ni let down, but tuliachana na yeye. How long? 2 weeks like 3 years. Huyo ni wawe, si ndio? Ako hapa? Ako around. Madam, you Pray for me guys. you have a long way to go. Umesema unatulia tu, si ndio? Natuliza tu tamani. Naweza sema unajua kudate ni commitment, sawa? Kudate ni commitment. So ukitaka kudate mtu like mimi nasemanga tuambia tu mtu kweli muume alafu iishe. So sema tu kweli iume mtu alafu iishe. Haina haja upeleke mtu hivi hivi. Unaona? Kwanza kwa madem sema tu kweli iishe. Okay, so maybe guys, this was just edition, the struggle show. Comrades assemble. Mmesikia their side of the story. Kama umeombwa tumatuma tu. Kuna jamaa alituambia alikuwa anaomba slow as 2 bob. Na watu walikuwa na mnyima. Sasa hii mwenye aliomba 2 bob pia ameingia campus akamuomba hiyo 2 bob. So it is not easy to be in campus and to deliver what other people are expecting of you if they are not doing their part. So please ukiuliziwa tumika we pia. And then itafika hapo place ya graduation. We wish these people the best. Tuna wish the best and we wish you a journey full of lessons. Good lessons, not bad lessons. Good lessons. So tunaweza tamatisha kwa kusema watch the struggle show, subscribe to our YouTube channel, mnaweza ni follow pia. Ni hayo tu kwa sasa. Asanteni sana.